Thank you very much. Hapa ni ndani ya Kanole Media. Hapa tuko na msanii babu kubwa. Msanii anapiga ngoma za chakacha zote, yani piga muziki mbalimbali. Ametuimbia wimbo wa Sofia, ametuimbia wimbo wa Pombe, ametuimbia wimbo wa harusi. Anaenda kwa majina Hamorash. Tumemtembelea hapa kuhusiana na ile gumzo ambayo tumekuwa nayo pale mtaani mitandaoni, ya kwamba kuna ngoma ambayo inazua inaitwa Sofia. Basi tumeamua ya kwamba hatuwezi andika na mate wakati kuna wino. Basi tunataka tumsikize moja kwa moja ndani ya studio za Kanole Media. Karibu sana mwenzangu. Asante sana. Kwa majina naitwa Hamrash. Hamrash KE, hiyo ni jina ya Facebook peke yake, lakini Hamrash unanipata YouTube, unanipata TikTok, Instagram. So kila pahali ukitafuta hata kwa Google Hamrash unanipata. So link yoyote unani-inbox ama unaipata tu kwa account yangu huko. Yes, amesema ukiingia kwa mitandao ya kijamii utampata kama Hamorash. Bana, kuna kitu ambacho kina trend pale kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna ngoma bana umetoka nayo bro. Hii ngoma inakuwa kuaje anko? Ngoma kali moto sana. Nadhani watu wameitambua kwa jina la Sofia. Yes. Sofia ndio ngoma sasa inatamba ile ya mwaka. Unajua hii mwaka ndio ngoma ya kwanza nimetoa. So nilitoa na uzito wengine ile hatari sana. Mambo mbaya. Tutemesha ardhi. Hebu tupatie historia hii ngoma. Ilikuwa kuaje mpaka ukaamua ukasema kwamba hii ngoma ni ngoma nitaita jina la Sofia? Historia hii ngoma imekuwa kuaje? Ni real story ama ni mwandishi tu umeamua kwamba kuwa mbunifu wa kuandika? Nilikuwa tu mbunifu. Na hii ngoma mwanzo nilikuwa na train nyingi, lakini sasa na mimi mara mingi sipendi kutrain ngoma ndio niende studio. Yes. Mimi ni mtu mwenye nafika studio naandika ngoma, bora nimeenda na chorus ama hapana naenda na verse ya kwanza kuisha. Yes. So hii ngoma ndio niandike. Wakati nilikuwa na hiyo chorus mwanzo nilisema wacha niandike verse ya kwanza nimalize, nikishamaliza basi niende nimalizie studio hiyo ngoma. Yes. So ndio jina Sofia ikaja. Wakati nilikuja nikaona will you marry me, hiyo chorus inaweza kuwa poa sana na nikasema nikitumia chorus ya kizungu, so inaweza fanya ngoma yangu ikakuwa kubwa sana. Sasa ndio nikaja verse ya kwanza nikasema ndio niandike hii ngoma inipe mtiririko ndafanya namna gani. Ndio nao nikaanza mtoto ni dada ya madada toto ni dada la madada namvulia kofia Sasa nikaona nimefika kwa kofia. Rhyme nyingine ni gani nitaweka ndio ikuje iishie nikaona sasa si ni Sofia tu. So ndio ikakuja mtoto ni dada la madada namvulia kofia mtaani watu wamjua kwa jina la Sofia Naona so hiyo nilikuwa na ile utaratibu na unajua mimi ngoma yangu mara mingi ukikuja utapata ile mtu mwenye anajielewa rhyming iko ndani ya muziki yake, aidha ni katikati au mwisho Sasa kwenye ile wanasema kwa Kiswahili kuna vina vya kati au vina vya mwisho. Sasa mwandishi mwenyewe ataamua awe tu na vina vya mwisho peke yake ni sawa, awe na vina vya kati na vya mwisho ni sawa, huo ni utunzi. So hiyo ndio ilinifanya nikaandika hiyo verse ya kwanza Yes. Verse ya pili ndio nikakuja kwa nini? Unaona hapa penye nilikuwa nasema nitasaka mashilingi nikutongoze. Unaona? So nitasaka mashilingi nikutongoze, rhyming imekuja nikutongoze. Nitasaka mashilingi nikutongoze kama refa na firimbi. Unaona hapo hivyo katikati kuna firimbi. Na kuna mahali nitasaka mashilingi kuna rhyming hapo. Rhyming hiyo vina hapo vya kati. So kama refa na firimbi nikuongoze. ZE iko wapi? Mwisho. Sasa nikaachia pale nikasema producer hapa mimi nataka kangoma kakuje mbele hapa kachape kidogo ndio nikuje na nini Kikongo. Mimi nikasema naimba ngoma za kibongo sana. Nimesema kutoa. Ngoma za kibongo sana na nikasema wacha nijaribu niweke vibe ya Kikongo pia. Yes. Unajua Kikongo inaweza vutia watu fulani na ni mahali penye panaweza pigiwa challenge sana hapo hasa TikTok so ndio nakuja si hadi ni kitu naelewa lakini ni ile utunzi na upangaji. Kwa hiyo unamaanisha kwamba yale maneno ya Kikongo ambayo uliweka pale ndani huyaelewi hata wewe mwenyewe? Sielewi, lakini nilitaka iingiane na vibe yangu.
ili nimalize beat. Kwa sababu muziki ni ngumu my friend. Unatamani utoke kwa mic hapo umalize haraka lakini haiishi. So ndio nikakuja nikasema omwana kabina kabimba abana basukuse walakina sase walakina budo walake Sofia nakupenda sana. So unaona hiyo verse kwanza, kabla nipige mwenyewe nilikaa hapa studioni tu hivi nikafikiria hapa mahali ndashawishi aje mafansi wangu at least wafurahie. Ndio nikaweka hiyo lugha hapo na nikaona kweli iliingia. So mimi after kumaliza hapo, mimi si chorus ijirudie pale, nikasema hii chorus yangu Will You Marry Me isiwe inajirudia mara mbili, ijirudie mara moja tu. So ikawa hivyo na nikakuja nikaweka verse ya mwisho. Sasa niambie verse ya mwisho niimbe, kusema kweli sitaimba yote. Juu sielewi, niliandika tu hapo, but hii nyingine ya kwanza yote chorus yote nimeiweka kwa kichwa. So hiyo ndio historia ya muziki wangu na ndio nikaitoa nimeichapa kule YouTube. So nadhani itafanya vizuri kama mafans watanisupport. Kama mafans